aina 5 ya malezi ya wazazi kuhusu vijana, haijalishi wa kike au wa kiume, yaliyopelekea vijana hao kutokuwa na sifa ya kufunga ndoa au kutokuwa na sifa ya kuingia kwenye ndoa. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kuna aina ya malezi ya wazazi ambayo yamefanya vijana wa kiume au wa kike wasiwe na sifa ya kufunga ndoa au ya kuingia katika ndoa kutokana na malezi ambayo wameyapata kwa wazazi wao. Haijalishi wazazi ni maskini, haijalishi ni wazazi ni wakishua, lakini kuna malezi ambayo yamefanya vijana wa kike au wa kiume wasiwe na sifa ya kuolewa au wasiwe na sifa ya kuoa kwa sababu ya malezi mabaya ya kutoka kwa wazazi wao. Aina ya kwanza malezi ni aina ya malezi ambayo wazazi hawawakanyi watoto wao pale wanapofanya makosa. Mwanamke au mwanaume anapolelewa yani kwa malezi haya bila kukanywa, huwa anajikuta anakuwa ni mtu ambaye anapofanya maamuzi yeye ndiye anayesikiliza, yani yeye ndiye anakuwa mtu wa mwisho na mtu wa kwanza. Kwa hiyo anapojikuta anaingia kwenye ndoa akawa anafanya makosa akawa anafanya makosa kutokana na yale malezi kutoka kwa wazazi pasipo kumkanya, atajikuta anashindwa kukaa kwenye ndoa kwa sababu yule ambaye atakuwa naye, hajaishi mwanamume hajaishi mwanamke, akijaribu kumkanya utakuwa ni ugomvi. Kwa hiyo hali hiyo itapelekea ndoa isiweze kudumu kutokana na aina ya malezi ambayo wazazi wao wanakuwa au mzazi wake anayokuwa amepewa. Na pia aina ya pili ya malezi ni aina ya malezi ambayo mtoto wa kike analeta wanaume kuwatambulisha kwa wazazi wake, yani wanaume tofauti tofauti. Hii ni aina ya malezi ambayo imefanya mabinti wasiwe na sifa ya kuolewa kutokana na kushindwa kuthamini uchi wao, kwa sababu mwanamke, yani mzazi anaporuhusu binti kuleta wanaume tofauti tofauti kuwatambulisha, ni kama amemruhusu kufanya ujinga au amemruhusu kufanya mapenzi na wanaume tofauti tofauti. Kwa hiyo hii inafanya mwanamke au binti asiwe na sifa ya kuolewa, kwa sababu hata akiingia kwenye ndoa anaweza kawa anawaletea wazazi wanaume wengine tofauti na mume wake na wakabariki na wakafanya siri. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya malezi ambayo imefanya mabinti wengi wasiwe na sifa ya kuolewa. Na pia malezi ya tatu ni malezi ya vijana wa kiume kuleta au kuvusha mademu au wasichana pasipo kukatazwa na wazazi wake. Kuna familia ambayo malezi yake ni ya kipuuzi kama haya. Yaani unakuta kijana analeta binti, anampiga miti, kesho tena analeta binti mwingine anapiga miti, alafu wazazi hawamkanyi huyo kijana. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya malezi ambayo imefanya vijana wa kiume wasiwe na sifa ya kufunga ndoa na wanawake, kwa sababu anakuwa ana tabia ambayo ni ya umalaya ambayo inaweza kumfanya akawa analeta wanawake ndani. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya vijana wa kiume wasiwe na sifa ya kuolewa kutokana na malezi ambayo wameyapata kutoka kwa wazazi wao. Na pia malezi mengine ni malezi ya kutomkanya binti kutovaa nguo zisizokuwa na heshima. Mzazi anaposhindwa au wazazi wanaposhindwa kumkanya binti kuvaa nguo ambazo hazina heshima, huwa ni ngumu sana mwanaume kuweza kumzuia kuweza kuvaa nguo za heshima. Ni kweli kuna utandawazi ambao unafanya vijana waweze kubadilika, lakini kuna nguo ambazo mwanamke akishaingia kwenye ndoa hatakiwi kuzivaa. Lakini kutokana na malezi ambayo anakuwa ameyapata huyo binti, inakuwa ni ngumu sana mumewe au mpenzi wake kuweza kumzuia kuweza kutovaa aina ya mavazi kutokana na malezi ambayo anakuwa ameyapata kutoka kwa wazazi wake. Na pia aina nyingine ya malezi ni malezi ya kutomweka sawa katika namna ya kuishi. Mfano unakuta mtoto wa kike anarudi nyumbani usiku, mtoto wa kiume anarudi nyumbani usiku wa manane, alafu afanyi kazi, alafu unakuta wazazi wanabariki. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya aina ya malezi ambayo imefanya watoto wa kike au wa kiume wasiwe na sifa ya kufunga ndoa na mwanaume yoyote. Na pia nikukumbusha, unaweza kupata hii dawa. Hii dawa itakusaidia kama una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Inauza shilingi 10,000, ama kwa wewe mwanamke ambaye una tatizo la kukosa hisia. Asante na karibu. Naitwa Isaac Kajankole.